just like Jesus Christ came from a small village, you have come from this small village and made a mark and a contribution to our country. It is an inspiration to others from this village and other villages that we can all move together and build a stronger and make a contribution to a better nation. Kwa hivyo nasema pole kwa mzee na shukrani nyinyi nyote mliochangia katika maisha ya huyu mzee wetu. Viongozi wameongea mambo yanayohusu maisha ya huyu mzee. Mambo ya elimu, mambo ya uongozi, mambo ya maendeleo, na mimi si mgeni sana hapa Magarini na Kilifi. Nimekuwa hapa mara nyingi. Nimekuwa hapa kama mbunge, nimekuwa hapa kama waziri, nimekuwa hapa kama naibu wa rais. Leo niko hapa kwa sababu sote tunataka tuungane na tuende mbele kama wananchi wa Kenya. Nakumbuka wakati mjumbe wenu Michael alikuja kwa ofisi yangu akaniambia shule niliyosomea na ndugu yangu gavana amesomea haina stima, na tukawa na mpango wa serikali wakati huo wa kusambaza stima. Ndio sababu hiyo tukatoa hii stima kilomita 14 kutoka hapa na tukaifikisha katika shule hii ya Kamali. Na ndio wakati nilitoka nyumbani leo nikasema lazima nifike Kamale nijue, kwa sababu sijawahi kufika hapa. Ile stima kama ilifika ama ilikuwa manjiani. Nimeona kumbe ilifika. Nimekuwa hapa Kilifi na nimefurahi sana kusikia vile mambo ya maendeleo yanavyosonga mbele. Ilikuja wakati mwingine pale Langobaya kwa mambo ya maji, na tulikubaliana na wana Magarini ya kwamba tutatoa maji pale Langobaya ifike Gongoni. Mpango yetu ilikuwa ni kufikisha hiyo maji vibao viwili. Wakati nilikuja Gongoni, tukakuja tukafungua mfereji pale. Ilikuwa ninatamani sana, kwa sababu nilisema wakati huo natamani sana kufungua mfereji wa maji pale vibao viwili. Nashukuru gavana wetu, maji imesonga sasa kutoka Gongoni imefika Marereni. Na mimi nataka nikuhakikishie, pale tulisema maji ifike vibao viwili, mimi nitakushika mkono na watu wa Coast Water wako hapa. Mimi nataka kabla ya Disemba mwaka huu nikuje nifungue maji pale vibao viwili, because it was my wish wakati niliongea na wananchi pale Gongoni. Nimesikia pia vile viongozi wameongea hapa. Mnakumbuka nilikuja tukaanza na nyinyi barabara pale Mabrui, Sabaki River hapo. Na tukasema hiyo barabara iende Bomani, iende Magarini, iende Marafa. Nasikia sasa imefika Sosoni. Mimi nataka niwahakikishie, ilikuwa ni mpango yetu kwamba hiyo barabara isikwame Sosoni. Hiyo barabara ifike kwa daraja pale Baricho. And I want to commit to you that that road is going to be completed all the way to Baricho. Nilikuwa hapo Baricho mwaka uliopita kwa sababu ya hiyo mambo ya maji, na niliwahakikishia ya kwamba ile daraja ya Baricho
ambayo inatukarimu karibu shilingi bilioni 2.1. Tulianza hapo nyuma na niliwaambia nitaikamilisha. Sasa imebaki 2% ikamilike, kwa sababu tulikuwa tunataka kuondoa tatizo ya wananchi wa pale Marafa, wananchi wa Sosoni wakitaka kwenda Jilore ng'ambo ile, ilikuwa inawabidi wazunguke mpaka Malindi ndio waweze kupanda tena juu mpaka Jilore. So I want to announce that shortly the journey will be short. Hakutakuwa na haja tena ya kuzunguka kwenda Malindi. Sasa tutatumia hiyo daraja kuunganisha watu wa Magarini na watu wa Malindi. Na mimi nashukuru mbunge wa Malindi yuko hapa, mbunge ambaye atapatikana kwa mapenzi ya Mungu wa sehemu hii. Tutakuwa tunaunganisha wananchi wa sehemu hii kwa sote kwa pamoja tukisonga mbele. Nashukuru sana kwamba hizo kazi zote tunaziendesha, na nataka muelewe kuna mambo tulikubaliana na nyinyi. Mimi niko na uhakika, hata ingawaje sikuwa pale, kwamba huyu mzee Kingi Mwarua alinipatia kura yake, na kwa heshima yake na watu wa sehemu hii na wananchi wale wengine wote, nimepata kuwa bahati ya kuwa rais, na nilisema pale nikipata bahati hiyo na nafasi, tutafanya kazi kwa Wakenya wote, wale waliotupigia kura, wale hawakutupigia kura, kwa sababu sote ni Wakenya, ndugu moja wa taifa moja. Na ndio sababu hiyo mara nyingi, siku nyingi, tumekuwa na baadhi ya Wakenya ambao wanahisi ya kwamba wamebaguliwa, wameachwa nyuma, hawako katika ile harakati ya sote tukitembea kama Wakenya. Na ndio sababu hiyo nikasema, ili kuondoa hiyo ubaguzi ambayo imekita mizizi, Wakenya wengine wakajihisi ya kwamba wao sio Wakenya kamili, nikasema tutaweka mpango na mikakati ya kuhakikisha ya kwamba tunaweka usawa katika taifa letu la Kenya. And I want to say I am committed, I am unapologetic about making sure that there is equity in the Republic of Kenya. Tutashirikiana, tutafanya bidii kuhakikisha ya kwamba kuna usawa katika taifa hii. Na ndio nimechukua hatua nyingi kuhakikisha kwamba tunaweka usawa katika taifa letu. Kuna wengi wanapata hasira, wanapata hamaki kwamba tunatafuta usawa. Mimi nataka niwaombe msamaha, poleni, lakini usawa tutatafuta na tutapata. Nilisema kabla ya uchaguzi ya kwamba ubaguzi ambao uko Kenya hii, ya kwamba kuna Wakenya wakienda kutafuta kitambulisho anaulizwa maswali tofauti na wale Wakenya wengine, nikasema hiyo ubaguzi tutaondoa. And I have done it. Mambo ya vetting ambayo watu wa Kilifi hii walikuwa wanaangaishwa nayo na Wakenya wengine, tumefutilia mbali, ili Wakenya wa Kilifi wanapotafuta kitambulisho wapate vitambulisho vile Wakenya wengine wanapata. Sio ya kwamba kitambulisho itapatianwa kiholela. Hapana. Kuna taratibu imewekwa ya vile mtu anapata kitambulisho. Lakini hiyo taratibu isiwe tofauti kutoka Mkenya mmoja hadi Mkenya mwingine.
We must all be treated equally. And I am shocked that there are people who have a problem with that. Jambo la pili, mumesikia ya kwamba stima imefika hapa kwa sababu mjumbe wenu Michael alikuja na tukazungumzana na yeye, tukapangana ikafika hapa. Lakini sio kawaida ya kwamba mbunge anapata nafasi kama hiyo ama kiongozi anapata nafasi kama hiyo. Na sio haki ya kwamba ni hadi mbunge aende atafute ndio apate. Lazima tuwe na mpango kamili wa serikali. Na ndio sababu hiyo muliona juzi Jumatano niliweka sahihi mikataba ambayo itatupatia pesa bilioni 11.6 ya kuhakikisha kwamba counties 14 ikiwemo kaunti ya Kilifi ambazo ziliachwa nyuma kwa mambo ya kuunganisha stima, sasa watapata stima kama kaunti zile zingine zote. Na ndio sababu hiyo kaunti hii ya Kilifi mtapata shilingi bilioni 2 kwa ajili ya kusukuma mambo ya kuunganisha stima, na tunataka kuunganisha stima watu 21,000 wengine wapya katika huduma ya stima. Na tutafanya kazi na wabunge wenu, tukubaliane sehemu gani, wapi, kijiji gani, mahali gani hakuna stima. Na mbali na kazi hiyo, kwa sababu hapa mama mmoja amesema tunahitaji viwanda, lakini bado stima hapa iko chini kwa sababu haina transmission line ya kutosha. Umeme mara inapotea, mara haiko, mara iko na matatizo. Sababu hiyo last year nilikuja nikasema tujenge transmission line kutoka Rabai kuja Bomani mpaka Kilifi. That was phase 1. Na itakamilika by June this year. Pia tumeunganisha transmission line nyingine ya kuleta umeme kutoka Kilifi kuja Weru mpaka Malindi. Hapo tunatumia karibu shilingi bilioni 9 kuunganisha hiyo stima, so that we can have reliable power and we can power the industries that currently are present and those that we are looking for into the future. Nitarudi hapa kwa mapenzi ya Mungu in the next by June, July, kwa sababu Kenya Power na REREC wanakamilisha hizo transmission lines so that we can have reliable power in Kilifi County. Kwa hivyo tutashirikiana pamoja na nyinyi. Na mimi nataka niwaulize viongozi wote, saa hizi ni kushughulika na vile ya kupanga mambo ya maendeleo ya wananchi. Kuna siku itakuja ya kuomba kura. Election is a one-day event. Development is an everyday assignment. Na ndio tunataka tushirikiane tukiwa hivyo. So mimi nawauliza, mbali na hiyo kazi ambayo nimesema, mumeniuliza pia mambo ya barabara. Ni kweli ile barabara ya kutoka Mariakani tukafikisha Bamba, mkatuuliza itoke Bamba ikuje Garsen, ikuje sio Garsen but ikuje Ganze na iteremke mpaka Kilifi. So nakubaliana na mbunge Tungule, mbunge wetu wa pale Ganze, ya kwamba hiyo barabara inahitaji kukamilika, and I want to commit that we are working on the resources to make sure that that road is done, kwa sababu ni barabara ya muhimu sana. Mbunge huyu Tungule sijui anasema barabara hiyo imekwama mahali fulani, lakini nataka nikuambie mheshimiwa, kutoka pale Ganze sijui kama imefika pale Matano Manne ama bado.
bado. Sasa tutasukuma ifike matano manne, alafu ifike pia Kilifi. Na mimi nataka mbunge wewe, wewe pale matano manne nilisema nilipatiana pesa ya kujenga kanisa. Sijui kama ilijengwa, utaniambia baadaye kama ilijengwa hiyo kanisa ama iliendaje. Sababu nilikuwa nashangaa sana hii matano manne. Sijui ni kitu gani, lakini I will come to matano manne nijue hii matano ilikuwa matano alafu ikakuwa manne ama ilikuwa manne alafu ikawa matano. Takujia huko mnieleze. So poleni kwa wale watu walipata ajali kwa barabara ambaye inakuja kwa huyu mzee. Na kwanza wacha nimshukuru huyu mzee. Kama huyu mzee angekubali kutoka kijiji hii aende mahali pazuri penye maendeleo, pengine hata hii stima imefika hapa haingefika. So mbali na hii stima, mumesema ya kwamba barabara ya kuja mpaka hapa kama sivyo? So nataka nimshukuru gavana wenu, amesema ya kwamba kuanzia pale kibao cha Fundiza atatengeneza, sijui atafikisha wapi hapo, pengine 6-7 kilometers. Mshatengeneza 4 kilometers, ongeza hiyo ingine 4 kilometers, ile itabaki uniache mimi nitengeneze. Nitatengeneza hiyo barabara ndugu Mng'aro, kutoka pale Ramada alafu ikuje Ado ifike hapa Kamali. Ama nirudi nyuma kidogo? Haya, ndarudi nyuma kidogo. So tutashirikiana namna hiyo ndugu Mng'aro, ndio tuweze kusongesha mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya, tusongeshe mbele. Mimi vile vile nataka niwashauri ya kwamba katika harakati hii ya kuleta usawa na kuunganisha Wakenya, hatutaki kuacha jamii ndogo ndogo nyuma. Nilikuwa hapa katika sherehe ya watu wa Pemba. Najua ya kwamba watu wa Wata wako katika sehemu hii, na mimi nataka niwahakikishie vile vile ya kwamba mambo yenu tulishawapatia code, na hapo tutajipanga namna hiyo alafu mtakuwa sawa. Lakini katika hii mambo ya vetting tumesema mtu asiulizwe maswali kuzidi yale Wakenya wengine wanaulizwa. Viongozi wenu wamenieleza ya kwamba, unajua hapa niko na bahati kubwa. Huyu Michael Kingi ni rafiki yangu, tumefanya kazi na yeye. Ule Harry Kombe ni rafiki yangu, tumefanya kazi na yeye. Ule mtu yangu ya UDA ako area hapa, si ndio? Pia ni mtu yangu ya chama, tunafanya kazi na yeye. So I am spoiled for choices. Hawa watu wote ni wangwana, ni watu wazuri. Najua kuna mahasidi wanaamini ya kwamba ati hapa tutachanganyikiwa alafu tufanye mambo alafu tuharibu. Mimi nataka niwaambie, sisi kama watu ambao wanaamini katika umoja ya Wakenya, katika ile program yetu ama mpango yetu ya mapana na marefu ya broad based, hawa tutawachanganya na tutapata mmoja wao na tutatembea na yule ambaye atapatikana. So we are going to work together. Na mahasidi hawezi kupata nafasi ya kupenya. Mimi vile vile nataka niwashukuru sana. Technical Training College nilisema tujenge hapa Magarini.
Mimi nashukuru ya kwamba imekamilika na tutairudia. Na mambo ya equipment nilishaongea na viongozi wa hapa so that we can have the equipment for that college and we can move it forward. Ile barabara mlisema tukamilishe, it is in my plan tukamilishe hiyo barabara. Mumeniambia ya kwamba kuna deni ya hawa maaskofu ya shilingi 1.5 milioni. Sasa nyinyi makosa yenu mungenitafuta. Sasa mnakuja mnaningojea kwa mazishi kwa sababu gani? Lakini kwa sababu nimefika nyinyi maaskofu, kwa hiyo maneno, kwa sababu imechelewa kidogo, ilikuwa 1.5 milioni, sasa nitafanya ikuwe 3 milioni. Leo mchukue muende mfanye hiyo kazi ya kujenga kanisa. Lakini ile kanisa ambayo huyu mzee alienda mwaka uliopita akajua neno la Mungu, Bwana Kingi, takupatia shilingi 1 milioni, mwende mjengee kanisa. Hiyo kanisa wajenge kanisa kwa heshima ya huyu mzee, na kama haitatosha mnitafute tena mpaka nikamilishe hiyo kujenga hiyo kanisa, because huyu mzee kwa bahati amejua neno la Mungu na ni vizuri, so that we can move together. Sitaki kusema sana kwa sababu mimi niko hapa kuanzia leo mpaka Jumamosi hiyo ingine. Mimi nitakuwa hapa Pwani na niko hapa kwa shughuli ya maendeleo ya sehemu hii, kwa sababu hii Pwani imebaki nyuma na kuchelewa. Niko hapa kusukuma mpaka tuhakikisha kwamba Pwani iko sambamba na Kenya ile ingine yote. We're going to move together. Tutakuwa hapa na mambo ya housing, tutakuwa na mambo ya markets. Kuna barabara nataka kwenda kuanzisha pale ya kutoka Jomvu kwenda Mariakani. Kuna mambo mengine mengi, kuna maneno ya stima hapa, na tutakuwa na hawa viongozi, tushakubaliana vile tutatembea pamoja. Kwa maneno ya shamba, hapa mnasumbuka na mambo ya ADC. Nataka niwaeleze, Mheshimiwa Kingi tayari alikuja akanitembelea, tukaongea haya mambo, nikaamurisha watu wa provincial administration. Najua kuna hapa regional commissioner, tayari haya mambo yote yamewekwa pamoja. Kabla ya Disemba mwaka huu, nyinyi watu wa hapa mtakuwa na titles zenu na hakuna tena mambo ya kusumbuliwa na sijui ADC na nani na wale wengine wote. Na kwa sababu tulikubaliana vile vile mambo ya uskwota katika Pwani hii, tayari nimeketi chini na viongozi wenu, and I have given the assignment to my brother Kingi here, my brother Mvurya there, and my brother Hassan Joho. Hawa viongozi watatu nimewaeleza wapange mambo ya absentee landlords, na najua they have made progress with my minister for lands, na tayari tuko na pesa ya kulipa sehemu ya hawa absentee landlords. Ile imebaki tu ni hawa viongozi wamalize ku-identify, kusema ni hapa na pale, ndio tuweze kuanzisha hiyo safari. Haitakamilika kwa mwaka moja ama 2, lakini tutahakikisha kwamba tumetimiza wajibu wetu kuondoa kwa kiasi kikubwa mambo ya uskota katika Pwani hii. So I am waiting for leaders. I think the leaders are aware. Mutapanga vile tutashirikiana, and I said that all the leaders must be involved. Na wananchi pia wahusishwe katika kazi hiyo ya kuunganisha taifa na kuweka maendeleo pamoja. Hatutaki kufanya peke yetu kama viongozi, lazima tuwaunganishe, tuwajumuishe wananchi, na tutaendelea kufanya hivyo.
na wananchi waelewe ni tunaendelea namna gani, tunaendelea vipi, na tutasonga mbele pamoja. So I just want to assure you, the people of this county, the people of this region, that we are determined to have a nation that is united, a nation that is balanced, a nation that is equitable. Usawa ni kitu ya maana sana. Najua na tunawaomba msamaha wale wanapandwa na hasira, wengine wanapandwa na hamaki, kwa sababu eti tumetangaza ya kwamba tutajenga barabara kilomita 750 kuunganisha Northern Kenya as a second transport corridor in Kenya, ama kwa sababu tumetangaza ya kwamba tutaondoa mambo ya vetting. Mutatusamehe wale mnakasirika, wale mnapandwa na hamaki. Usawa ni mambo iko ndani ya katiba. Kuwaeleza wananchi ni mambo iko ndani ya katiba. It is not our fault. We are just discharging what the Constitution of Kenya mandates and commands us to do. And that is how we are going to go forward. So, maaskofu, mimi nataka niseme mtatusamehe pia, tumechukua muda mrefu. Mimi ndio askofu ya hawa wanasiasa. Kama tungekuwa ni dini, mimi ndio ningekuwa askofu ya hawa watu. So mahali wameteleza, wamekosea, naomba msamaha kwa niaba yao. Tumechukua muda mrefu, lakini ya muhimu ni kwamba wananchi hawa tumewaletea pole nyingi, na tunawatakia heri, tunawatakia baraka ya Mungu, na Mungu afariji familia ya mzee wetu Kingi Mwaro. Na kwa sababu tuko humu kwa muda mchache, muendelee kuombea taifa letu la Kenya, muendelee kutuombea sisi kama viongozi, ndio tuweze kutekeleza ile ambayo ni mapenzi ya Mungu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. Asante sana. Tumpongeze Rais tafadhali.